Habari za asubuhi mabibi na mabwana mnaotazama channel ya Kasigazi Online TV. Na muda mrefu sijawaletea product zangu za dawa. Sasa leo nimeamua niwaletee product za dawa aina tatu. Hizi product aina tatu. Kuna moja inaitwa Darubini ya Moyo, alafu kuna nyingine inaitwa Macho Fresh, alafu kuna nyingine inaitwa Al-Saad Tawfiq. Inshallah taanza na hii ya Darubini ya Moyo. Hii Darubini ya Moyo ni wale wenye matatizo ya moyo kupanuka, pressure ambazo hazieleweki, moyo umetanuka. Suluhisho ni Darubini ya Moyo. Hii Darubini ya Moyo ni mujarabu biidhnillah, inatibu tatizo la kupanuka kwa moyo na si uongo. Wale waliotumia dawa hii hapa wanaijua. Darubini ni kiboko ya kupanuka kwa moyo. Inshallah kuna dawa nyingine, Macho Pressure. Macho Pressure ni dawa ambayo inatibu pressure ya kwenye macho. Kuna baadhi ya watu wanasumbuliwa na pressure kwenye macho, kwani pressure ziko design tofauti tofauti. Sasa mimi hapa leo naizungumzia pressure ya macho. Wale ambao wanasumbuliwa na pressure ya macho, basi Macho Pressure ni suluhisho la kutibu pressure ya macho. Yale matatizo ukiyapata ya kuona kiza, ya kutokuona kabisa, macho kuuma, basi macho ya pressure ni suluhisho ya pressure ya macho. Biidhnillah, dawa ni nzuri sana. Dawa nyingine Al-Saad Tawfiq. Hii dawa Al-Saad Tawfiq ni mchanganyiko wa matunda mengi, nitibarishe mchanganyiko wa matunda mengi. Dawa hii hutibu maradhi mengi sana katika mwili wa mwanadamu. Nitaelezea machache tu kwa ufupi kulingana na muda. Dawa hii hutibu UTI sugu. Dawa hii hutibu typhoid. Dawa hii hutibu malaria. Dawa hii hutibu wale wenye matatizo ya PID kina mama, basi dawa hii huondosha kabisa. Kwa dawa hii hutibu maradhi mengi. Wale wenye stroke huleta utahafifu katika stroke. Kwa hiyo biidhnillah, dawa hii Al-Saad ni mujarabu, ni mchanganyiko wa matunda. Inshallah katika mwelezeo wa madawa haya, kuna jambo lingine nataka niwaelezee wapenzi wa watazamaji wa Kasigazi Online TV kulingana na matukio ambayo tunayokutana nayo sisi wataalamu wale wa kuuza dawa za asili. Mojawapo kwamba kuna watu wanatazama dawa katika mitandao. Hili nataka nilizungumzie kwa upeo nilionao mimi. Kuna watu wanatazama dawa kwenye mitandao. Dawa sio kwamba yani kwamba mnielewe, sizungumzi kwamba sio dawa. Ni dawa, lakini nataka niweke vizuri jambo hili kwamba dawa hizi watu wanatazama kwenye mitandao. Kuna wataalamu wanatoa kwamba ukichukua chumvi ukachanganya na majivu, basi maana yake ukisafisha mwili utakuwa umejisafisha. Kuna watu wanatoa hivyo. Ni dawa kweli, hizo ni dawa sawa kabisa, ni mujarabu, wala sipingani nao. Isipokuwa mimi ninachokuja kuwaelezea kwamba kila mkosi una dawa yake. Sio kila mkosi unaweza ukasafishwa na dawa aina moja. Hapana, kwa sababu iko hivi, mikosi kutegemeana. Huo mkosi umekuja vipi? Kwa sababu kuna mikosi inaletwa na mashetani. Wale mashetani wako design tofauti tofauti. Haiwezekani mkosi wa shetani ukaoshwa na chumvi ya mawe na majivu. La hasha, ni uongo, sio kweli. Kwa sababu gani nasema sio kweli? Maana yake ili huyu mtu aweze kusafika mpaka atolewe yule shetani, ndio anaweza akasafika. Ukimsafisha hali ya kuwa yule shetani bado yumo, maana yake hakuna ulichokifanya. Wazo langu ni nini? Kwamba unapokuwa una tatizo lolote la kimikosi, maana yake waone wale wanaojua. Ukiwaona wale wanaojua, ndio ukishawaelezea watajua kwamba mkosi wako unatokana na nini. Mafara ni mfano UTI, typhoid,
amiba, malaria, zote hizo zinaleta homa katika mwili. Je, unataka kuniambia kwamba dawa ya UTI inaweza kutibu malaria? Hapana. Malaria itatibiwa na dawa ya malaria, UTI itatibiwa na dawa ya UTI, amiba itatibiwa na dawa ya amiba. Kwa hiyo maana yangu kwamba si kila mkosi unaweza ukatibiwa na chumvi na majivu. Ima mtaalamu anakuambia hii dawa ya kuoga ni mujarabu. Ni kweli ni mujarabu, lakini inategemea wewe huo mkosi wako ni wa design gani. Kuna mkosi wa kubadilisha hali ya hewa tu, upepo umebadilika, kitaalamu tunaita balham. Upepo umebadilika, basi wewe ukaingia kuwa na mkosi. Hiyo unaweza ukachukua chumvi ya mawe na nini basi ukajisafisha. Lakini kuna mkosi unaingia kupitia jini mahaba. Jini mahaba naye hutia mkosi. Jini mahaba akiingia akikutilia mkosi, huo mkosi wa jini mahaba utautoa na chumvi ya mawe? Utautoa na majivu? Hapana, isipokuwa waoneni wale wataalamu wanaojua. Ukimueleza yeye atajua huu mkosi unatokana na nini, ataweza kukupatia dawa inayoendana na mkosi wako. Ima kuna mkosi unaingia kupitia, sisi huku bara tunaita ngurukizi. Ngurukizi maana yake ni lile limzimu la kichawi. Lile limzimu la kichawi linaingiza mikosi katika mwili. Wakati mwingine mahusiano yako yanakuwa mabovu, wakati mwingine linakubadilisha sura, unakuwa kama kipongo, yani mtoto mdogo, na mtoto wa 2000 unakuwa kama unakuwa kama mtu wa miaka 60. Ngurukizi ina desturi hiyo, inafanya hivyo. Na wakati mwingine kwenye wale waliokuwa wameolewa, ngurukizi inaleta kelele katika ndoa. Unajikuta mmegombana tu na mumeo au na mkeo, mnagombana tu bila sababu. Ngurukizi inafanya riski kuwa ngumu. Yaani riski inakuwa ngumu kweli, imeng'ang'ana kweli riski. Ngurukizi. Sasa ngurukizi huwezi kuiondoa na chumvi ya mawe na majivu. Sio kweli. Lazima waone wataalamu wanaojua, wahamishe ile ngurukizi, ima kama wanatoa, vyovyote vile watakavyofanya, kila mmoja na ujuzi wake. Atakavyofanya akishamtoa yule ngurukizi, ima akimuhamisha, basi utakapongoga hiyo chumvi ya mawe na majivu, mwili wako utakuwa salama, utakuwa safi, mambo yako yatakwenda. Kwa hiyo mimi ninachowahusia ndugu zangu, sio kwamba wale wanaotangaza kwamba ni dawa za mvuto kwamba si dawa. Hapana, ni dawa. Lakini je, unaitumia? Wakati unapoitumia hilo tatizo lako linaendana na hiyo dawa? Kwa usia wangu, waoneni wale ambao wanaojua, wataweza kukupeni dawa ambayo ni sahihi. Inshallah mimi niishie hapa. Kullu nujumi takhiru sajidatan.